hapa ni kioo. Wewe ulinivunja mimi. Kioo ukikivunja unaweza ukakitengeneza tena? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Ulishanivunja. Kama nilivyokuambia nimepata wengine. Kwa amenifanya niwe mpya. Nadhani mpaka hapo nimeshamaliza. Basi sawa. Sawa mama, nimekuelewa kwa majibu yako. Lakini naomba tu unipe nafasi kidogo ya kufungua moyo wako ili uweze kunikubalia. Maana mbali tu na mapenzi, kuna vitu vingi nitakupatia. Utafurahi ukiwa na mimi. Wananiitaga nani? Papa Amelo, bosi mkubwa. Kwa naomba tu ujifikirie mama, usiweke sana ile pingamizi kwamba sijui ana hela. Hela zinatafuta na nitatafuta kwa ajili yako, nipambanie nini? Penzi. Sawa mrembo wangu, na imani ukimya wako ni jibu tosha. Kuja kuomba mboga. Si mboga hatuna. Kwani nyie mmeshinda kwenda shambani kwenda kuchuma mboga? Si mboga imeisha leo. Kwa hiyo tu bora uende zako. Kwa hiyo kunyima mboga. Mmezoea sana. Mimi kila siku hapa mnakuja kuomba mboga. Hapa mboga hamna. Tundi. Sio hivyo rafiki yangu. Kwa hiyo ndio kunyima mboga. Asante, mimi nashukuru. Leo tuzaliwa maskini kuna tabu. Anashindwa kutafuta mboga tu. Leo tuzaliwa maskini kuna tabu. Anashindwa kutafuta mboga tu. Kwa mavazi haya uliovaa, yani mimi nikubalie wewe. Hivi hata kwa mfano umeniweka ndani, ambaye ataitwa mwanaume ni nani? Unashona kujiongeza. Wenzao wanakujaga na magari, umekuja kwa mguu. Kweli? Mimi siwezi nikakukubalia kabisa. Labda atafute wengine au pembeni au, lakini mimi kwangu hapana. Kwa shida ni mavazi, magari, Ngoja tu nikwambie kitu kimoja dada. Yaani mimi nikiwa na wewe, kila kitu kuhusu mavazi unayoona nitabadilika. Nitakuwa navaa pamba kazi. Afu magari nitaweka jitihada dada. Yanatafutwa. Usiona wengine sijui anakuja na magari, mwingine anakuwa ni yako azima. Anaazima leo, anaenda kwa binti, anapiga swaga na mkubwa, lakini akifika nyumbani kutamesha tofauti kabisa. Lakini mimi umenikuta kwenye uhalisia wangu. Na ukiona kwenda badilika ujue kweli nimepambana kwa ajili yako. Kwa naomba tu unielewe, fungua moyo wako. Tuwe wapenzi, alafu mwishowe tuwe wanandoa. Au hapo vipi? Aisee, karibu. Asante bwana. Habari ya siku ndugu yangu? Salama tu. Baada ya wito wangu kwa muda mrefu leo ndo natokea. Hivi kweli wewe ni rafiki yangu kweli? Mimi kweli bwana rafiki yako. Ile bwana hapo nyuma kidogo nimetingwa. Ndugu yangu hakuna kutingana kwenye urafiki. Rafiki. Mwanzo nimetingwa na rafiki yangu kwa mambo mengi. Mimi nazunguka. Na sielewi nishike lipi na nifanye lipi. Ndio maana unatuma watu kuniita. Naona kaka mbona pia chenga, lakini si nikwambieje? Rafiki, vya kuniambia mimi ni vingi. Kwa maana wewe kuna mengi unaonificha mimi. Hivi kuna haja gani ya wewe kunipa mafumbo mimi ndugu yako? Mimi kama mimi nimeasikia mengi kutoka kwa rafiki zako, kwa ndugu zako. Wananiambia
rafiki yako muda huu ashakengeuka. Kuna mengi anayafanya mabaya ambayo wewe huyatambui. Mimi ndio maana nimeona nikutafute wewe ili leo nieleze kipi kinachokusibu ndugu yangu. Hebu niambie. Hivi unionee huruma yani kwa mwili wangu mimi yani jinsi nilivyo. Yaani from nowhere tu umetoka tu huko na magonjwa yako yote yani unataka ni unanilie uyamalizie kwangu. Malazi yako yote hayo ya kushia mwenyewe mimi hapana babangu. Mimi labda niende nikatafutia size yangu huko ndio ambapo basi naweza nikaikubalia, lakini mimi siwezi kukubalia wewe. Nikwambia tu ukweli. Mimi hapa sikupendi wewe. Yaani kama upo tayari kubaki hapa wewe baki. Mimi nakuacha. Umekivunja ahadi zako, umezitekeza kiapo chako. Umekivunja ahadi zako, umezitekeza. Ina maana safari yote ya kutoka nyumbani kumfuata huko kwao imekuwa bure. Mapenzi atakuja kutuua. Lakini sio mbaya, nitapambana mpaka nipate. Rafiki, mimi hakuna mambo yanayonisumbua. Ila tu ni moja tu. Ni kuishi ukweli tu basi. Ndugu yangu, nilichokuitia mimi hapa ni kwamba nahitaji kukuambia kwamba rafiki yangu peke yangu bana, huna rafiki mwingine zaidi yangu. Ninachotaka kukuambia mimi ni ukweli kutoka moyoni mwangu. Tatizo la kutatiza wewe ni kuishi ukweli. Achana na yule mwanamke, kwa sababu mwanamke yule unaishi naye anatumia uzazi wa mpango. Je, leo hii atakuzalia wewe? Atakupatia familia? Ni kitu ambacho hakipo, si ndivyo? Rafiki zako tutanufaika na kipi katika uzao wako wewe? Mimi sema ukweli rafiki yangu, kuachana na yule mwanamke ni ngumu sana. Maana yule mwanamke na mimi nampenda. Yeye nampenda kupita maelezo. Ndio hiyo tu rafiki yangu. Kwa hapo, shako nimepaka vizuri, lakini kwa kuachana na mwanamke hapana. Mbona upo mwenyewe? Shemeji yuko? Ipo kwa nyuma. We najua. Unafikiri mimi sijapata taarifa zako? Wewe umeshikwa na umeolewa. Wewe ndio ubeba mwenyewe maji, pampu. Ina maana unashindwa kumpeleka mkeo shambani. Ndugu yangu. Hivyo wewe sikia wapi mwanaume naolewa? Huyu wao hujaolewa, upo kwa mkwe wewe au sio wewe? Mimi ninavyojua mwanaume naoa haolewi. Wewe unasema eti mimi kwa mkwe nimeolewa? Au ni maneno yako tu? Yaani umekimbia kweli. Kwa kudanganywa tu na mwanamke. Twende nyumbani, hapo unapoishi pabaya. Wewe ndio unaenda kwa mkwe. Alafu tena kwenye nyumba ya kaka yake. Wewe ndugu yangu, akili kichwani huna. Safi na kweli. Shwari. Habari yako? Unaelekea? Bwana, msikia mara moja dukani hapa. Yaani unavyoniona hivi. Nilikuwa nakuja nyumbani. Niambie ndugu. Yaani kaka, kuna taarifa nimezisikia lakini sina uhakika nazo. Mwenyewe. Kuna mambo haya mawili ambayo nahitaji tuyajadili kwa muda huu. Na nipate majibu ya uhakika kama ni kweli au sio kweli. Jambo la kwanza, nimepewa taarifa kwamba unajihusisha na makundi maovu, unakaba watu. Alafu jambo la pili,
nimepewa taarifa kwamba unapenda sana kutembea na wake za watu. Ese, mapenzi yangu na mke wangu hayakuhusu. Sio, nielewa? Na kuingilia ndoa yangu na mke wangu sitaki. Hawaje kuambia wenzio, "Oh, mapenzi yangu kwa mke wangu." Wewe uoshe vyombo, mwenyewe upike, uende shambani upige dawa. Yeye akija tu mume wako yeye ndio ni kula. Hayo ni mapenzi gani hayo? Kwa hiyo tushindwe kuongea ukweli kisa mapenzi yangu, mapenzi yangu. Mapenzi siku hizi hapo. Siku hizi ni pesa ndugu yangu. Mapenzi kwenda mtoni. Wewe ndio waongea kuwa eti mapenzi ni pesa. Mimi kwangu pesa kwangu sio chochote. Na hiyo tambua, sio kila mtu anayopenda na mtu ni pesa. Pesa ni mbaya. Unaona? Matajiri ndio pesa, sisi maskini pesa wapi na wapi? Kama hayo ni mapenzi, kwa nini msiende wote kupiga dawa? Ndio nakwambia yuko nyuma huko. Yuko wapi toka muda si angekuja kwa mtu mwewe msubiri muda huu. Labda kwa sababu umeingia. Acha uongo ndugu yangu. Sema tukusaidie. Mfiche maradhi kifo umumbua. Wewe endelea na tabia zako. Wewe mimi nampenda. Angekuwa nakupenda wewe angekuwa nakupikisha. Ungekuwa nakufurisha nguo za ndani. Wewe mimi nampenda. Mapenzi siku hizi bongo hayapo. Siku hizi ni pesa wewe. Utasaidia nini wewe kwa mfano? Nikusaidie. Wewe kama unataka msaada unifuate nyumbani. Nitakusaidia nini wewe? Acha bwana. Kiapo chako umekivunja, ahadi zako umezitekeza. Kiapo chako. Je, kuna ukweli katika mambo hayo yote mawili? Ndugu wangu, sijajua taarifa imepata kwa nani au umepatia wapi. Taarifa za kijiweni ndugu. Sina tabia kama hiyo. Wakaza watu makundi mabovu. Sidhani ndugu wangu. Yaani hizo taarifa za kijiweni labda tu watu kama kunichafua. Kusema kweli. Kwa tabia hizo, mimi siko kabisa ndugu. Sipo kabisa. Alafu kinachoniumiza zaidi, wewe nyumbani una mke. Shemeji mbona mzuri tu. Lakini unakosa nini kwake? Mpaka unaamua kutoka na wake za watu wengine. Sasa mdogo wangu, masuala ya wake tena ndani kwa shemeji yako ndani tena na kuhusu nini? Sio rahisi mimi nifike mahala kwamba nianze kuongea na wanawake za watu huko na mke ndani alafu wakati niwe na vitendo vya hovyo. Unanionaje ninapoonekana kaka yako? Au kunisahau mdogo wangu? Sasa ngoja nikwambie. Dada, nimekuita nilikuwa na tatizo kidogo. Maana toka nimeona mke wangu ana changamoto, sielewi shida ni kwangu ama ni kwake. Maana toka nimemuoa sasa hivi karibia miaka 3-4 hatuna mtoto. Kakaangu, ukizingatia huo mwili wako tu unaonyesha kwamba ni mtu mpambanaji mwenye nguvu. Iweje sasa nguvu zako upeleke kwenda ukaba watu? Fanya kazi, lima. Kuna kazi nyingi tu za kutumia nguvu. Unaweza kaingiza kipato. Kwa nini wavizie watu? Kaka, naongea na wewe. Ndugu wangu, nilichosema siwezi nikakiamini kwa sababu siko huko ambako mnahitaji kwa mimi wakiza watu labda masuala ya kukaba. Mimi ni mtu mwema ndugu. Nani amekuaibu akili mpaka kafika toka kaka yako alikosea heshima kuniambia vitu kama hivi? Hii tatizo limeshakuwa kubwa sana. Sio kwako tu, hata kwangu lipo. Kaka, umejaribu kulichunguza hili tatizo? Kwa upande wangu mimi nishafanya upelelezi. Nishagundua yule mwanamke alikuwa anatumia uwezo wa mpango. Baada ya kutumia uwezo wa mpango, inaonekana umemwasili. Inaonekana kizazi kimeshaharibika. Kwa hiyo sisi kumwomba yeye kwa sababu yeye ana mtoto. Na wakati namwona ni mtoto. Mimi sina mtoto. Kaka, kwa maneno uliyosema hata mimi amenifungua kichwa. Mdogo wangu, mimi cha msingi inatakiwa tuoe wanawake wengine. Na sisi tuwe na watoto. Na maisha ya familia. Asante kaka kwa ushauri wako mzuri. Haya sawa.
unabisha, lakini ukweli unaujua wewe. Kama ni kweli au mambo unayafanya au ufanyi, sawa, mimi siwezi nikakulazimisha ukubali ama ukatae. Lakini kama ni kweli kakaangu, litakukuta jambo lolote baya, unaweza ukapigwa ama ukauawa. Na ukiua mimi nitalia mara moja tu. Na ukija ukamata ukipelekwa kituo cha polisi, sitokuja hata siku hii